Habari ndugu watazamaji, karibuni tena kwenye chaneli yangu. Usisahau kusubscribe, like na kushare ili kuweza kupata updates mbalimbali. Ningependa nizungumzie mambo mawili matatu ambayo watu wengi huwa wanayahoji na pasina kupata majibu. Kitu kimoja, nakumbuka kuna siku moja nilipost clip ndogo kwenye akaunti yangu ambayo hiyo clip kulikuwa na snow nje, na nikatoa kuna baadhi ya kauli nilikuwa nazitoa mule, nikasema kwamba jamani, mnaona kama Marekani sisi tuna enjoy na nyinyi njooni mje kuona. Watu walitoa komenti tofauti tofauti. Kuna hao walichukulia kama labda yale maongezi yangu au zile kauli zangu walizichukulia kama labda ni dhihaka, na kuna wengine walizichukulia kama na wakatisha tamaa, na kuna wengine pia walisapoti, walisema kwamba hiyo ndo hali ambayo watu wanaoface. Sasa kabla sijaendelea mbele, kwa sababu leo nataka niende kwa mifano, nataka niweke video ndogo au clip ndogo niwaambie au niwaonyeshe kwamba system ambayo ya Marekani, yani namna ambavyo inavyotumika. Na mtu akikwambia kwamba sina chochote kitu, yani haina budi wewe kumuelewa, kwa maana kwamba hujui yeye anapitia nini. Kwa sababu kuna watu wengi wanaamini kwamba kutoka ulikotoka mpaka ukaja hapa Marekani, wanaamini kwamba ukija hapa basi ndo mafanikio. Hapana, sio kweli. Sasa kabla sijaendelea mbele, ngoja kwanza nikuwekee hii clip ndogo, alafu usikilize, alafu baadaye unipe majibu. Clip yenyewe hii hapa. American life 1500 Rentoski 400 car insurance 200 my bill to Verizon, sometimes no service but you need to pay. This is crazy, brother. Look, 700 to my child support because I never have a TV. $1 for me. That's my American dream. Look my wallet. Nadhani utakuwa umeelewa kitu hapo. Nadhani utakuwa umeelewa. Kwa wale ambao wanamsikiliza vizuri huyo jamaa, nadhani kuna kitu watakuwa wamejifunza. Kuna kitu kingine pia nilikizungumzia kuhusiana na maisha ambayo ni maisha ya upweke. Kwa nini ni maisha ya upweke? Leo kama nilivyosema kwamba nitazungumza kwa mfano, nilikuwa naomba pia umsikilize huyu dada. Msikilizeni vizuri kwa makini. Yeye ndo ana majibu ambayo yalofanya mimi nirekodi hii video. Okay, tumsikilize huyu dada naye pia anasemaje. People in Africa, they don't know Africa is gold. They don't know. I get tears in my eyes when I think about this, because here you have good food, good weather. Even if you don't have money, you can still sleep somewhere. You have people who will, like, if you get trouble, people, they will help you. In Europe, if you're alone in a big city, no one will help you. You can just die on the street. Nobody cares, because all people, they just focus on themselves. But it's normal. They must focus on themselves, or else they will end up the same. But Africa is community. You know, this is a big difference. So that's why also this girl, she said, before I come to Europe, I never know what is depression, anxiety, fear. This is the things we face in Europe every single day. I mean, me, I had quite a good environment because my family, my father, he has a big house, so we have more apartments in the house, so I could stay there. But people who maybe don't have this luck, they need to rent, because houses also in my country, together with the land, are very expensive. This we are talking about
let's say you pay for a house 200,000 euros plus for the land, so it's a very, very stressful life, you know, and taxes are big, everything, so it's not an easy life. Nadhani pia huyo dada mmemuelewa na mmemsikia vizuri kwa alichokisema. Kwa hiyo huo ndo uhalisia na maisha. Kwa hiyo kile unamuona ambaye anaishi nchi za nje haina maana kwamba yuko sawa ama ana akili timamu. Yaani watu wote ambao wanaoishi huku nchi za nje, haijalishi anaishi Marekani, anaishi Ulaya, anaishi wapi, watu wote tunafanana na hali, lakini tunaweza tukasema kwamba sisi ni binadamu. Kuna wengine ambao wana familia, ambao wana majukumu ndani ya hizi nchi, na kuna wengine pia wapo tu kiupambanaji binafsi, ni mtu tu ambaye hana familia yoyote, ni yeye peke yake, hana mke, hana nini hivyo. Kwa hiyo nao pia kitu kama hicho, kwamba hali zinatofautiana, kwa hatuwezi kufanana kimawazo na kifikra. Kwa hiyo lakini system ambayo inayotusimamia ni ile ile, kwamba utaenda kazini, utafanya kazi, lakini kwenye matumizi ni mengi kuliko kile ambacho unachobakisha kwa ajili ya wewe mwenyewe binafsi yako, au kwenye matumizi yako ya wewe. Na pia muda mwingine hata wewe pia unajinyima kwa ajili ya kusaidia ndugu, jamaa au marafiki. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi sana kwa watu wanadhania kwamba kuja Marekani ndio kufanikiwa kimaisha, au kwenda Ulaya, au kwenda wapi huko Europe, sehemu yote wanaona kwamba ndio kufanikiwa kimaisha. Acheni hizo fikra. Kiukweli tupambane, mtegemee Mungu, lakini tuamini kwamba fursa ipo sehemu yoyote, mafanikio yapo sehemu yoyote, na pia mtoaji wa mafanikio ni Mungu pekee. So mimi nitaka tu niwakumbushe hilo ndugu zangu. Naombeni tu msinichoke, muendelee kusubscribe kwenye channel yangu kwa kulike na kushare. Napenda sana. Asanteni.